Unapokuwa umefanya tendo au upo kwenye tendo na mwenza wako, kumbuka mmekuwa tayari mmeshatengeneza ile ukaribu, na wakati mwingine mwenza wako mkishatoka na jasho la kutosha, na wakati mwingine unajikuta kila mmoja wenu yuko na toka na ile harufu mbalimbali kutokana na lile tendo kufanyika. Na tafiti zinaonyesha kwamba mwanaume na mwanamke wanapokutana katika tendo, basi kuna calories ambazo zinakuwa zinapotea, na huku mwanaume akionekana anapoteza calories nyingi kuliko mwanamke. Kwa tafiti zinaonyesha mwanamke anapoteza calories 69 tu pekee, huku mwanaume akipoteza calories 101. Na ndio maana utamkuta mwanaume akivuja jasho sana kushinda mwanamke. Na pia tafiti nyingine inaonyesha kwamba mwanamke amekuwa akitegea sana katika tendo, na huku akimwachia nafasi kubwa mwanaume kuperform. Na wakati mwingine hata mwanamke anakuwa mvivu kwenye kubadilisha staili za kufanya tendo. Hivyo utamkuta mwanaume akitumia nguvu kubwa sana ili aweze kumridhisha mwenza wake. Na wakati mwingine asipomridhisha, utajikuta akipata ile hali ya upweke, ya kutokujiamini na kujiona kwamba yeye hajakamilika. Lakini kiukweli wanawake mko ni wavivu sana katika kushirikiana na hamasa ya tendo. Sasa kuna faida kubwa sana mwanaume anapokuwa akipoteza calories nyingi. Kwanza, itamsaidia yeye mafuta kuchoma kwa haraka, na pia mishipa yake ya damu inakuwa inafunguka vizuri, na inamsaidia yeye kusambaza damu vizuri mwilini, na pia ule hali ya unene inakuwa inapunguza. Lakini sio kwamba tendo linasaidia kupunguza unene kwa kiasi kikubwa, lakini kwa kiwango fulani, kwa sababu atakuwa na loose calories zile ambazo zipo kwenye mishipa ya damu, na kusaidia mishipa ya damu inakuwa inafunguka kwa muda ule, na tendo linakuwa linaendelea. Na pia vile vile kunawa baada ya tendo. Maana yake mwanamke unapokuwa mshiriki na mwanaume, au mwanaume mshiriki na mwanamke tendo, inashauriwa uweze kunawa ili kabla ya kuendelea na raundi nyingine. Kwa unakuta wakati ule umeshatoka jasho, ambapo lile jasho linaweza kusababisha mtu akapata fungus, anaweza kusababisha mtu akapata machangamoto ya UTIs, pamoja na ule uchafu ambao unatoka labda kwenye uke wa mwanamke ambao umeambatana kwenye ume wa mwanamke. Kwa mwanaume anatakiwa ajisafishe pia, na mwanamke aweze kujisafisha kunawa kabla ya kuendelea na tendo. Na pia hii itasaidia kuongeza hamasa na hamu ya kuendelea kufurahia tendo, kwa sababu usafi ni kitu muhimu. Na pia kwa mwanamke inamsaidia kumkinga asipate zile UTI za mara kwa mara. Na si kwamba inazuia wale bakteria kufa, bali inamsaidia usafi wake. Na wale bakteria kabla hawajaingia kufika kwenye njia ya mkojo, unapokuwa umejisafisha, maana yake unakusaidia kuwaondoa katika sehemu ya nje, wasifikie katika njia yako ya mkojo. Na kama umeshapata maambukizi ya PID pamoja na UTI zimekuwa zikijirudia mara mara, basi jitahidi upate matibabu ya haraka kabisa ili kuweza kuondokana na hizo changamoto. Sababu chanzo kikubwa cha maradhi kwa mwanamke na mfumo wake wa mwanamke ni changamoto zinazotokana na UTI pamoja na PID za mara kwa mara. Kwa utakapojikinga, itakusaidia wewe zaidi kuhakikisha mfumo wako unakuwa vizuri. Hata kwenye suala zima la kutafuta mimba na kuweza kupata mtoto, inakuwa ni jambo rahisi.